Katika video iliyopita tumeweza kuona kwamba Kevin Mitnick aliweza kuandika katika kitabu chake cha The Art of Deception kwamba human is the weakest link. Sasa katika video hii tutaweza kuona ni kwa namna gani au statement hii alikuwa anamaanisha nini mpaka kusema human is the weakest link. Na katika video hii tutaenda kujifunza social engineering ni nini na ni mbinu gani zinatumika katika social engineering au ni stage gani ambazo hutumiwa katika kufanya social engineering. Ungana na mimi pamoja twende tukajifunza. Na kama wewe ni mgeni katika channel hii, hakikisha unabonyeza alama ya subscribe ili unapata notification pale ninapo upload video mpya. Kwa nini sasa binadamu anaonekana kwamba ni weakest link katika habari au katika swala zima la usalama? Katika sayansi ya social engineering, dhana ya binadamu kuwa weakest link au kiungo dhaifu huweza kupelekewa na sababu hizi kuu tatu ambazo ni: moja ni imani. Binadamu wote tumeumbwa kuishi pamoja, lakini pia na kuaminiana, jambo ambalo mdukuzi hutumia sifa hii katika kujifanya ni mtu wako wa karibu au ni mtu unayemwamini ili kuweza kupata taarifa zako au access katika mfumo fulani. Lakini pili ni hofu. Hofu ni hisia yenye nguvu ambayo inaweza kuzuia. Lakini tatu ni usaidizi. Kama ilivyo kawaida ya binadamu wengi, tunapenda kusaidizana. Kwa hiyo mdukuzi anaweza akatumia fursa hii akakutumia message kwamba labda akakutumia ujumbe kwamba samahani, kuna OTP nimeweza kutumia kwenye simu yako, nisaidie niweze labda kureset password ya account yangu. Kwa kutokana na ile hali ya kuhitaji kusaidia au ile hali ya kusaidia, na wewe unamtumia, ambapo unajikuta umemtumia OTP au funguo kwa ajili ya account yako, na anaingia kwenye account yako pasipo wewe kujua. Shambulio la social engineering alitokei ghafla tu. Shambulio hili hupitia njia kuu 4 mpaka kuweza kukamilika. Stage ya kwanza ni information gathering. Hii ni stage ambayo mdukuzi anachagua target, na hapa anaweza kutumia social media kuweza kukusanya taarifa za mtu husika. Atatumia social media au platform mbalimbali kwa kutafuta either ni picha, majina au namba za simu za mhusika huyo. Na stage ya pili ni building relationship. Hapa ni pale anaanza sasa, ashapata target, lakini anaanza sasa kutengeneza mahusiano ya karibu na mhusika. Hapa ataanza kusogea karibu, atajenga urafiki na wewe, lakini pia atakuwa mtu wako wa karibu ili kuhakikisha anajenga ukaribu na wewe au anatengeneza urafiki na stage ya tatu ni exploitation. Hapa ndipo sasa anafanya kile kilichomleta. Atachukua kile kitu ambacho alikuwa amekusudia kuja kukichukua. Kama alikuwa na lengo lake ni kupata password za katika system zako, atachukua. Kama lengo lake ilikuwa ni kupata fedha, atakuwa amechukua katika stage hii. Na stage ya mwisho au ya 4 ni execution au exit. Hapa ni pale ambapo mdukuzi huyo tayari ashapata alichokuwa anakihitaji, kwa maana yake anatoweka kabisa. Kujua udhaifu wako ni njia ya kwanza, lakini kujua ni mbinu gani anazitumia adui yako katika kushambulia ndiko kutakupa matokeo au kitakupa ushindi. Katika video itakayofuata tutaenda kuangalia ni mbinu gani zinatumiwa katika kufanya social engineering na ni kwa namna gani unaweza kujilinda juu ya mbinu hizo. Na hii ni Freelancer Tech Lab, tunatoa science behind your device. See you on next video.